Pia nimeshuhudia Sagiru akimpa manoti ya pesa, naye akafuruliza kuelekea Pondamali. Lakini nimeamua sitajitia hamaki za bure, wala sitamtupa mlima. Nitajaribu kila njia nimwokoe kutoka katika kucha za mahasidi. Hapo umetoa kauli za hekima na busara mwenzangu. Sasa umekumbuka aliyokuhusia kungwi, kwamba ushikilie hekima na busara, na neema uvae shingoni mwako. Bunguru alitamka na kucheka, na kuzingatia hekima ni bora kuliko dhahabu. Mangwasha akajaliza na kutabasamu. Wanawake hao walipoagana, Mangwasha alikuwa hoi kwa mawazo. Aliwaza hili na lile. Usiku huo alikesha kumsubiri mumewe. Hakutokezea hadi saa za majogoo. Kalewa chakali, hajijui hajitambui. Mangwasha alimtupia jicho tu na machozi yakaanza kumdondoka. Tamaa mbele, mauti nyuma, alijisikia kutamka. Baada ya staftahi, Mangwasha aliamua kumkabili mumewe. Leo alitaka kudhibitisha tuhuma zake. Baba Sayore, nina maneno machache ya kuongea nawe. Mangwasha alianza. Tangu lini mwanamke akawa na machache? Muna maneno mengi kama chiriku, Mlima alitamka kwa kejeli. Ninaomba kujua jana ulikuwa wapi hadi kunijia alfajiri? Mangwasha aliuliza taratibu bila kuonyesha kuchukizwa. Koma hapo. Tangu lini mke amuulize mumewe kule aendako au atokako? Hivyo ndivyo ulivyofunzwa na mamako? Ama kweli wanawake wa kisasa wanavunja kila mwiko uliowekwa na wazee. Mlima alilipuka. Sikiliza Mlima, mume wangu, huku nikuta msungo uliponioa. Nilifunzwa ada zote za mila zetu. Hata hivyo sikuambiwa nisiulize pale panapoharibika. Sikuambiwa niwe tutwe lisilojua kilicholipitikia mbele ya macho yake. Mangwasha naye akaja juu. Ushasikia hata siku moja ngamia kamea pembe au shingo ikapita kichwa? Mume wangu mpenzi, hata hicho kichwa kisipotulia juu ya shingo kila mara huku na huko, shingo itachoka pia. Mangwasha alipotamka haya, alimshika mumewe mkono na kwa taratibu akamwambia, zile pesa ulizopewa jana na mzee Sagiru zilikuwa za nini? Mlima alishtuka na kumtazama mkewe kama aliyeona zimwi mbele yake. Pesa zipi? Uliniona wapi nikipewa pesa? Mangwasha alitabasamu kisha akatamka, acha hasira mpenzi, mimi ni mkeo, usinifiche lolote. Nilikuwa afisini mwako nikakuona ukipewa. Mlima sasa alinywea. Alimtazama tena mkewe, lakini kwa tahayuri. Akauficha uso wake kwa vipanja vya mikono. Utadhani ni mtoto aliyeshikwa akiba sukari. Hizo pesa ambazo unapewa na mahasidi wetu, mbona unazikubali? Hata kama unazikubali, mbona huzileti nyumbani tukazitumia sote? Kumbuka tuna watoto wanaotutegemea Mlima. Maneno ya mkewe yalimpekecha maini. Alianza kujikuna kichwa kisichokuwa kikiwasha. Mlima alinyamaza bila kutamka neno. Mangwasha naye akaendelea kukaza kamba. Leo alitaka kujua mbivu na mbichi, hivyo akaendelea kumsairi kwa maneno aliyodhani yangemtoa nyoka pangoni. My love, una uhusiano gani na Sagiru? Jana nilishuhudia akikupa pesa nyingi sana. Kumbuka vile alivyokutusi alipoona usuhuba wetu hawezi kuuvunja. Kumbuka kile kivangaitu siku ya harusi yetu. Vuta fikra mume wangu, jihadhari usimkumbatie simba ukidhani amelala au anakutafutia mke mwingine. Mangwasha alisaidi, sina mke mwingine, lakini hunizuii kuoa mwingine. Mimi ni mwanaume, ninaweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Shida iko wapi? Mwanamke akishaolewa basi yake yamekwisha hapo, azae na kuitumikia jamaa yake bila kuuliza maswali. Mlima alimwambia bila kujali. Lililomshangaza Mangwasha ni kwamba mumewe hakutaka kumtazama usoni. Soni haingemruhusu kufanya hivyo. Alijua mkewe kayajua yote aliyokuwa akifanya. Sikwambii aliyonena afisini. Ninaona unajaribu sana kukwepa maswali yangu, lakini fahamu kwamba hukuoa sanamu,
ulioa mke aliye na uwezo wa kusaili yote anayofanya mumewe. Hizo mila ambazo kila mara huishi kunikumbusha, ujue nyingine zimepitwa na wakati. Mimi ni mwenzio, si mtumwa wako. Siku hizi hata hujui wanao wanakula nini, wanavaa nini, au hata nani anawasomesha. Unajua kupokea hongo na kuteremkia madongo poromoka kwa akina mama Pima. Kisha unanijua asubuhi na unanikujia asubuhi na mashauo kama hayo mume wangu. Najua chanzo cha haya yote, nami niko mbioni kumwokoa mume wangu asiingie katika kucha za mabedui maasidi wanaompa milungula kila uchao ili ajimalize taratibu. Mangwasha alitamka na kumwacha Mrima akiyapima yale aliyoyasema. Siku hiyo hakwenda ulevini. Mangwasha alijua aliyomwambia yalimfikirisha na kumchoma. Kwa juma zima Mrima hakuonja pombe wala kwenda ulevini. Mangwasha akadhani kwamba Mrima amebadilika. Alifika nyumbani mapema, akawasimamia wanawe kufanya marudio ya masomo yao. Mrima akarejea katika ile hali yake ya uchangamfu. Penzi lake na mkewe likaanza kunawiri tena. Ndio mwisho wa usomaji wa mtiririko wa vitushi katika sura ya pili. Kutoka hapo tutaweza kuangazia masuala mengine mbalimbali ambayo yameweza kujitokeza. Asante sana.